ikabidi nimwambie baba, basi ikabidi nipangue ratiba yangu. Nikamwambia mama, sasa ziba pengo hili hapa, mimi ninaenda huko. Haleluya kanisa. Unajua uzuri kwa sababu nimepita jeshini, yani mkubwa akisha kupanga lazima mpangike. Huwezi kumwambia ni ratiba. Nikamwambia aliposema nataka uje kuanzia tarehe 3 mpaka, nikasema sawa, ngoja nirekebishe alafu nakuja. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba niko mahali hapa. Mungu awabariki sana. Haleluya. Na eneo lingine pia ni washukuru. Asante sana, Mungu awabariki kwa namna ambavyo mmeendelea sana kunitia moyo. Barikiwe sana watumishi. Kile kifika unaona kwamba bana galau sadaka kutoka Konga kwa ajili ya mwangalizi inafika, ninashukuru sana. Mungu awabariki. Barikiwe sana kanisa. Ninajua namna ambavyo mnaziba pengo, lakini siwezi kueleza yote. Kadri unapokuwa juu kule ndipo unapoona mambo mengi. Nikakaa nikasema kama mimi yako hivi, je, kwa baba yangu askofu mkuu ikoje? Ambaye sasa naangalia makanisa yote, mimi tu linaitoa jasho jimbo la Dar es Salaam na Pwani hapa. Nikasema Mungu anisaidie. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wote ambao mmeendelea kuunga mkono, mbarikiwe sana. Asante. Leo asante, mlikuwa kwenye majukumu. Mungu awasaidie na Mungu awatie nguvu. Lakini ambacho Mungu alichonisukuma kwa ajili ya kusema na kanisa, nimefika mahali hapa nikawa roho inauma sana. Inauma sana kwa sababu gani? Yaani inapofika mahali roho wa Mungu anapoongea alafu hauelewi kile anachoongea, hauelewi, kesho yako ni ngumu sana. Yaani usipomwelewa Roho Mtakatifu, kesho yako ni ngumu kuliko unavyofikiria wewe. Unaweza ukaona kwamba unaelewa, kumbe hauelewi. Unasema ninajua, kumbe haujui. Kesho yako wewe anaifahamu ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapoinena kwako, anapoifunua kwako, izingatie, ishike na ubadilike, wala usipuuze. Sasa nikashangaza na kwamba na mahali hapa napo. Kanisa mnanielewa? Juzi nikasema ninyi mlitakiwa mwe walimu. Huwezi kukaa na baba hapa mwezi mzima, miezi miwili, alafu uko vile vile. Hiyo ni shida sana. Maana yake hapo umeruhusu roho ya mazoea ikae kwako. Ikikaa roho ya mazoea hautaenda kokote. Maana unasema najua hilo, ninajua hilo, ninalijua, kumbe hujui. Haleluya mwana Mungu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Kwa hiyo nikaenda kutazama namna ilivyo kwamba yani hatari ya kutokujua kesho. Kasema kwa kanisa letu la PCG, yani siku ile atakaye baki atajiraumu. Kwa maana uhakika, yani naweza kusema 99% nibakishe tu moja ya kwako. 99 kuingia mbinguni kuko wazi ukimelewa Roho Mtakatifu. Kanisa mnanielewa? Yesu aliweka wazi kwamba akija atawaongoza. Sasa kama hutaki maongozi yake, maelekezo yake, hasa nani akuongoza sasa? Nani akuongoza kwenye dunia? Anakwambia mambo yaliyopo atawaambia, na mambo yanayokuja atafanya nini? Atawajulisha, atawapa taarifa zake. Sasa yote yako hivyo, alafu bado uko mbigira tu uko kiraza. Katika jina la Yesu Kristo Mungu akusaidie sana. Kati tunafanya maombi kule hivi sasa, Roho wa Mungu kama alivyoeleza kwamba ni siku ya matengenezo. Tumeenda wachache ndio wakaja, kwa wengine wakabaki. Tukasema hebu tuende mbele za Mungu. Roho wa Mungu akaanza kufunua. Akasema waliookoka wao wanahesabu dhambi. Anahesabu dhambi ya ulevi, sinywi pombe, uzinzi sifanyi, wizi siibi. Anaorodhesha. Sasa Roho wa Mungu akaanza kuweka na kubainisha ile hali ilivyo, kwamba kutokuwa mwaminifu tu ni dhambi tosha ya kukupeleka jehanamu. Kutokuwa mtii, sio neno la Mungu hapo, utii. Mungu anaposema utengeneze ni kurudi ndani,
wapi ninapungua. Akaenda bana akasema maisha yasiyo na utukufu, ambapo hapa kimeelezwa sana kwamba yani kuna namna fulani huna ushuhuda wote manyumbani kule kwa watu wako, unapofanya kazi, unapofanya biashara, hauna ushuhuda mzuri. Kuna watu wengine hapa wanakopa alafu hawalipi, na Biblia imesema asiye haki akikopa halipi, na watakatifu hako hivyo wanabadilisha njia tu. Hii tutakutana mdeni wangu anakatisha hivi, alafu huko mahali hapo na shandara hizi huingii mbinguni. Kwa akaelezesha vitu ambavyo kwamba kikiwa hivi. Nikasema sasa ni baki ni nani hapa? Wote kaonekana. Akasema acheni mazoea, kwa hesabu kwamba mimi sijafanya hivi. Tulia, angalia Roho wa Mungu anaposema ni matengenezo, usije ukasema mimi nina haki. Ruhusu Roho wa Mungu aseme na wewe ili ubadilike. Haleluya na Mungu. Na niko hivi, nikaeleza hivi, Roho wa Mungu anaponena ananena kwa habari ya kesho yako. Kesho yako. Kesho ni fumbo. Watu hawaelewi kesho ni fumbo. Kesho inaweza kawa ya kilio ama kesho ya furaha. Kesho inaweza kawa ya huzuni. Yaani kesho haieleweki. Sasa kwa kuwa haieleweki, ni muhimu sana kuwa na ushirika na Roho ili kesho yako iwe nzuri, iwe njema. Iwe njema. Haleluya na Mungu. Haleluya na Mungu. Kesho ni fumbo. Kesho ni fumbo. Leo uko mzima ila kesho hujui. Leo uko hivyo ila kesho hujui. Anayejua ni Roho Mtakatifu. Na asante, ndio maana amefunua kwamba kwenye nchi hii yako mambo ambayo Ibilisi anatafuta apate upenyo, alete vilio. Asante Mungu anayetupenda anayaweka wazi kwamba omba, toesha hali hiyo, funga jambo hilo. Amina mwana wa Mungu. Kwa hiyo ni wewe kufanya bidii. Na kwa kuwa Baba ameruhusu baadaye tufanye maombi, naomba jiandae kuombea. Kanisa mnanielewa? Tumeomba lakini ile natamani yani tuombe na mtuombe. Kanisa mnanielewa? Tunaomba kwa sababu gani? Tuna uhakika na Mungu anayenena. Kwamba Mungu akinena ni hakika. Kanisa mnanielewa? Tuna uhakika na Mungu wala tubabaishi. Waebrania 11, hebu nisome hapo Waebrania 11:1. Waebrania 11, msomaji haraka pale tuangalie. Nasemaje? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Endelea. Msomaji umaliza. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havifanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Nashukuru sana. Wewe utaendelea kusoma mahali hapo. Kwamba imani ni kuwa na uhakika. Na hiyo imani sasa inakujaje? Warumi 10. Hebu tuende Warumi 10. Hiyo imani yenyewe. Anasema imani ni kuwa na uhakika. 10 mstari ule wa 7 anasemaje? Ngoja. Sio hiyo. Warumi 10:17. Basi chanzo na 10:17. Twende 17 pale. Nasemaje? Chanzo cha imani ni kusikia. Mnaniona kanisa? Ni nini umesikia? Sio, mnaelewa? Kama Roho Mungu ameweka wazi kwamba mbingu zimetukubali, mbingu zimeshuka, Mungu ameachilia, umesikia? Sasa anasema imani ni kuwa na uhakika. Umesikia nini? Umeona nini? Hicho ambacho umekisikia weka muhuri kwamba ndivyo kilivyo, hakitabadilika. Naam, kama Mungu alivyonena ni hivyo hivyo. Haleluya, haleluya. Na jana waliokuwepo nimekufundisha kwamba ufunuo unavuta chuki. Ufunuo, Mungu anapokupa ufunuo ndipo unashangaa mambo yani tofauti yanapoinuka. Lakini yakiinuka, hilo ni daraja. Haleluya, haleluya. Hilo ni nini? Ni daraja la kutembelea.
Mtu anayemjua Mungu hana sababu ya kuwa na chuki, kuwa na yani mpaka unashindwa kutembea. Bebaje watu? Mbebe Yesu Kristo peke yake aliyeshinda kifo na mauti. Achana kubeba watu. Mungu ameshanena, alichokinena ndivyo kilivyo, hakitabadilika. Haleluya, mwana Mungu hapo. Imani ni kuwa na uhakika. Tuna uhakika na Mungu, hatubahatishi, tuna uhakika. Amesema ndivyo kitakavyokuwa na hakitabadilika. Ni kanisa. Mungu atusaidie sana leo na Mungu. Kanisa. Nafika mahali unashindwa kwamba sasa kama hamwelewi Roho Mtakatifu atamwelewa nani? Roho Mtakatifu akufundishe ufundishiki. Wewe waje wewe. Wacha nikwambie kanisa. Nani Mungu? Maana niko hapa kwa sababu leo ndo namaliza na niingie kwenye ibada nyingine. Nimeona kwamba niliweke wazi jambo hili. Kwamba unajua wakati mwingine unaweza ukakamba unasema mimi nitabadilika kesho sio ya kwako, ila leo. Na wale wanaodhani wapa kwamba ninazo kauli zangu hizi 3 kwamba jana ni siku imefanyeje? Iliyoharibika. Leo ndio siku yangu ya kutengeneza. Na ndio maana Mungu anapoongea anaongea leo. Tengeneza leo. Kesho ni siku yangu ya kuingia kwenye utukufu, ya kuona zile baraka zangu. Ndio maana mtu anaweza kukudharau anasema unanidharau leo, ila njoo unione kesho. Kesho sio mimi huyu. Leo nilivyo hivyo sivyo nitakapokuwa kesho. Kesho ni mtu mwingine. Kanisa, mnanielewa hivi? Kwa maana ninalo neno la kunipeleka pale. Kwa hiyo leo wewe sema chochote, fanya chochote, ila njoo kesho. Kanisa, mnanielewa? Na jana tumejifunza hapa. Ndugu zake Yusufu kwa kaza akasema ni dogo, utatutawala sisi wewe. Utatutawala wewe. Wanarudia mara mbili. Kesho ilipofika wenyewe wanaanguka chini. Mtumwa wako. Kesho, kanisa, mnanielewa? Wewe kaa mjue Mungu. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, hayaonekani. Haleluya. Hayo tunanena kwa ujasiri na haturudi nyuma na hatuyumbishwi. Hata kama unaona kwamba kufa kuna kuja, hatufi. Tunapita umomo kwenye mauti kwa sababu tuna kesho yetu. Kesho mpenda na kufundisha kesho, jifunze kuitazama kwa namna yake. Ukijua kwamba kesho ikoje, itakufanya uwe ni mtu wa toba, itakufanya uwe ni mtu mnyenyekevu, itakufanya uwe mwaminifu kwa ajili ya kesho, itakufanya uwe mtii kwa ajili ya kesho. Ukiyavuruga maisha na vuruga kesho yako. Kwa Mungu anaponena na wewe anakuonyesha kesho yako ikoje. Tengeneza leo ili kesho iwe njema. Haleluya. Tengeneza. Jamani, kuna maeneo Mungu amenipitisha mengi. Mara kwanza nieleza kwa habari yangu mimi. Ili nitokea kwa habari ya mwenzangu. Na nubana sana kwa sababu tutafanya maombi. Wa baba waombeni sana wake. Na ninyi wa mama mtuombee sana sisi wa baba. Haleluya. Kuna mambo yakifika, yani yanakuhitaji wewe mwenyewe muhusika. Fika kipindi ambacho tunapita, mwenzangu amekuwa katika hali ngumu sana. Lakini ukitazama mambo ambayo Mungu amenena na mimi ni mengi. Alivyoniongoza, alivyonikemea juu ya yule mama, maana yake nifika mahali nikaa nairisha, nasema sitakuwa na wewe. Sasa tuko pamoja sasa. Utafikiri ni tambalale. Ndio maana Yesu akasema mtu yote akija kwangu lazima awe tayari kubeba msalaba. Awe tayari. Pamoja na kwamba Mungu ananena, sio kwamba shida zitakuja. Na zikija hazibadilishi kile ambacho Mungu amesema na wewe. Kufika pale ni hoi. Mchana tu hivi nimekaa hivi, naona mwenzangu anaondoka. Hivi ndo anakufa hivi. Nikasema sasa mlokole wa ajabu watamtangaza kwenye magazeti. Nikaenda nikafunga mlango na makomeo kwamba sitaki mtu yote aingie hapa. Nikafunga alafu nikakaa. Nikasema Mungu, wakati na kuomba mke, sio wa kukaa naye siku moja, siku mbili, mwezi mmoja, mwaka mmoja.
ungeniacha na ujana wangu, nilikuwa vizuri tu, sikuwa na machepere chepere. Sasa leo hii nianze kuitwa mgane leo? Kwa nikajengea hoja hapa. Ndani iliumbika, unajua kuna imani zingine yani sijui zinaachiliwa na Roho mwenyewe, mnanielewa? Yani ndani kuliumbika maombe ambayo hayana masaa, hayana madakika, hayana siku, hayana miezi. Nikasema huyu ataoza, ataniozea hapa, yani hapa mimi sijui. Nachojua lazima huyu arudi, ataendaje, ananiachaje mapema hivi. Niliomba uhakika, haleluya, uhakika na kufundisha uhakika. Jifunze kile Mungu anachonena, kishike, ndio uhakika wako. Hasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kama Mungu amenena uzima, utakuwepo uzima. Kama Mungu amenena ulinzi, utakuwepo ulinzi kama alivyonena. Haijalishi mambo yameharibikeje, atalinda. Niliomba omba. Baada akarudi. Heburuni akasema kumbe ndo kufa ndo kunakuwa hivi. Akasema unakufaje mapema wewe mama wewe? Kaa hapa tuendelee na maisha hapa, tusaidiane karesha. Mpaka leo situko naye hapa, haleluya ana Mungu. Sasa ukizubazuba hapo tunashangaa tu unabaki hivi. We hamna. Ndio maana tunajifunza uhakika. Haleluya wana Mungu. Umesikia nini? Kile ulichokisikia kile usikipoteze. Uwe makini na kile ambacho Roho wa Mungu anachofanya, anachonena kishike. Wakati naomba pale kanisa la Mungu hasema hivi kwamba nimeondoa vilio. Lile neno lilikaa moyoni. Kanisa lilipita, huyu anaumwa amerazwa, amefanyaje. Nikikaa kwenye maana nasema Mungu, kama uishivyo ulinena, umeondoa vilio. Hapata kuwa na vilio kanisani, hapata kuwa na vilio kwa washirika, hapata kuwa na vilio hapa hapata kuwa na vilio. Niling'ang'ana na hilo, magonjwa yalikuja yakapita, wakabaki salama. Jifunze kuishi vile unavyosikia. Kanisa mnanielewa? Kusikia ni kile ambacho umekisikia ndivyo kilivyo na hakitabadilika. Lakini unapoendelea hapo sasa, uwe makini, uhakikishe unakuwa mtakatifu. Maana yake Mungu anatembea na watakatifu. Mungu anasikia watakatifu. Mungu anajibu maombi ya watakatifu. Sio watu wanaojichanganya tu hapo. Mungu alichonena ndivyo kilivyo na hakitabadilika. Kanisa haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu. Barikiwe sana. Amen. Ngoja turudi hapa, nilikuwa najaribu narudia maana nahitimisha ile kwamba ijue kesho yako. Iangalie kesho yako. Kile Roho wa Mungu anachofunua ni kwa habari ya kesho yako. Kanisa haleluya. Kwa habari ya kesho yako. Unaposema kwamba namtoa, unapotoa jua kwamba ninatoa kwa ajili ya kesho yangu. Yaani lazima ufahamu kwamba ni nini. Siku moja wakati nimekaa nikana najifunza kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Biblia inaweka wazi kwamba watu waliuza nyumba, waliuza mashamba, waliuza nini, wakapeleka, na hata Anania akajichanganya akaondoka, maana hakuelewa kwamba ni nini. Anaenda kinyume na kile ambacho Mungu amenena. Akishanena amenena, ukienda tofauti unaondoka, linabaki lile. Kwa hiyo kika kwamba kwa nini? Mungu alishaona kwamba mbele iko shida. Baada ya Biblia inasema hivi, baada ya kifo cha Stefano, adha kuu ikalipata kanisa. Walitawanyika, hakuna aliyekumbuka mashamba wala nyumba, walikimbia. Kanisa sio, mnanielewa mahali hapa? Kwa vile ambavyo walivyokuwa wameshavitoa vikawa tayari ni sadaka nzuri kwa Mungu, waliobaili wote waliondoka, walitawanyika. Kwa Mungu aliyo kwamba unakuja wakati hautakuwa na chochote. Ndio maana Mungu aliwaandaa kwamba toweni, na wakatoa. Haleluya mwana Mungu hapo. Sasa Mungu anaponena, usiwe na moyo mgumu. Usifanye moyo, na unapofanya moyo mgumu, Mungu hakufurahii. Mungu afanye nini? Hakufurahii. Waebrania 3:15. Wewe niweke ili uelewe. Wakati mwingine unaweza kufika mbona umeshazoea hapa kwamba unajua ni kawaida yake watumishi waseme, watabiri, wafanyeje. Sio kawaida. Mungu anapoachilia ni kwamba anayo sababu njema tu. Soma Ibrania 3:15.
Sasa nisikilize hapa, maana ni akina nani waliokasirisha? Mnaelewa? Akina nani waliofanyaje? Hebu karudia tena kusoma hapo. Jamani, mnanisikia na Mungu hapa? Tunaye Musa wetu. Kanisa, mnanielewa? Musa anaongea na sisi tunasikia. Anasema akina nani waliokasirisha? Ni wale waliosikia. Yaani kuishi, kutenda, kufanya tofauti na vile ulivyosikia. Sio neno la Mungu. Yaani unaposikia sasa hapo ukafanya sawa sawa na ulivyosikia, unaufurahisha moyo wa Mungu. Wewe ambao umesikia usifanye kama ulivyoambiwa, yaani hapo Mungu unamkasirisha. Jamani, mnanielewa mahali hapo? Narudia, mnisikia na mniangalie vizuri. Yaani wewe unaposikia alafu ukafanya kama ulivyosikizishwa, unaobariki moyo wa Mungu. Lakini ukaenda tofauti, ukafanya tofauti, Mungu hakufurahi. Ndio maana Ibrania anaweka kwamba waliosababisha Mungu asiwafurahi ni wale waliosikia. Walisikia, walielewa, lakini hawakuishi sawa na vile walivyosikia. Hawakwenda kama vile Mungu alivyowaambia, kwa wakasababisha hasira. Amina. Mfalme Sauli aliambiwa kaangamize Amaleki, usione huruma, usiache chochote. Alipoenda hakufanya hivyo, akafanya tofauti. Akamwambia, wewe sikiliza, Mungu anampenda mtu yule ambaye anatii. Hata kama jambo ni gumu, ulitii hivyo hivyo. Sio neno la Mungu hapo. Mwambie Mungu, nitie nguvu, nisaidie.